Hello, karibu sana katika kipindi chetu cha kujifunza namna ya kuboresha uchumi wetu, namna ya kuishi maisha ya mafanikio. Maana Biblia inasema siku zetu zitakuwa kama mbingu duniani. Kumbukumbu la Torati sura ya 11:21. Sura ya 11 inasema hivyo. Kwa hiyo karibu tuendelee na mfululizo huu wa maisha yako, uchumi wako na maisha ya Ibrahim, kwamba kuna connection kati ya uchumi wetu na maisha ya Ibrahim. Maana yeye alibarikiwa na akaahidiwa jina lake litakuwa kuu sana, na kwamba jamaa zote za ulimwengu zitabarikiwa kupitia yeye. Maana aliambiwa atakaye kubariki nitambariki, na utamiliki nchi, utakuwa na jina kubwa. Kwa hiyo ni muhimu sana siku zote kuishi na kuwafuata waliofanikiwa kwenye maisha yao, na sisi tunafanya hivyo hivyo. Na leo tunaendelea na huu mfululizo kupitia Mwanzo sura ya 17. Somo lililotangulia tulikuwa na Mwanzo sura ya 16. Kwa hiyo litafute, lifuatilie. Na hii sura tuna mambo makubwa sana. La kwanza, kwenye mstari wa kwanza, Mungu Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99 au na 9, Bwana akamtokea akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Kwa hiyo kitu cha kwanza alipewa hicho, awe mkamilifu mbele za Bwana. Alafu mstari wa pili, Mungu akasema anafanya agano na yeye. Hili ni agano la utajiri. Anachukua hiyo point. Mungu anafanya agano na Abrahamu kwa ajili ya kumtajirisha, kumfanikisha katika utumishi wake. Anachotakiwa aende tu katika ukamilifu mbele za Bwana. Mstari wa 4, ili agano linaenda mpaka kwenye kizazi cha Ibrahim. Kizazi cha Ibrahim. Ndio maana tunasema ukishamwamini Mungu kwamba anaweza, atakusaidia, tayari unaingia kwenye hili agano la Ibrahim. Kwa sababu yeye ndo mtu wa kwanza kumwamini Mungu na ahadi zake. Kwa hiyo na wewe unaingia kwa kumwamini Mungu na ahadi zake. Unakuwa mtoto wa Abraham, unakuwa mtoto wa Ibrahim, na unarithi zile ahadi zake. Mstari wa 5, Abraham akabadilishwa, alikuwa anaitwa Abram, mtu asiye na uzao. Akabadilishwa jina, akaitwa Ibrahim. Kwa hiyo Ibrahim maana yake ni baba wa wengi. Kwa hiyo sisi tunapokuwa pamoja na Ibrahim au tunamwamini Mungu, tunafanywa kuwa ni baba wa wengi. Tunakuwa na talent au talanta ndani yetu ya kuzaa sana, kibiashara, kikazi, kimajukumu, na uzao pia wa viuno vyetu. Tunapata watoto kibiolojia, na tunakuwa tunaishi kwenye hili agano. Na mstari wa 6 ndo nasema kwamba utakuwa na uzao mwingi sana. Mstari wa 7 anasema ili agano litaenda mpaka kwenye vizazi. Ngoja nikusomee. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Unaona, hivi ndio vitu nimesema. Kuna vitu vingi katika hii sura vimesheheni. Na kwenye hili agano pia Ibrahimu alipewa masharti, au ndani ya agano kulikuwa na sharti la kutahiri watoto siku ya 8. Hiyo ipo kwenye mstari wa 12. Na Ibrahimu alilitimiza hili sharti kwa ukamilifu. Mpaka leo Waisraeli, mtoto wa kiume anatahiriwa siku ya 8. Anatahiriwa siku ya 8 baada ya kuzaliwa. Wote wanafanya hivyo. Ni maelekezo aliyotoa Mungu kwa Ibrahimu, baba yao, au babu yao. Na mstari wa 15, mke wa Ibrahimu pia akabadilishiwa jina. Badala ya Sarai asiyezaa akaitwa Sara, yani manake mama wa wengi, mama wa wengi. Kwa hiyo unaona mambo ni mema, mambo ni mazuri, mambo ni moto moto.
Na katika mstari wa 22 tunaona kwamba Ibrahimu alifikia hatua sasa ya kuimarisha uzao wake Ibrahimu na kutimiza zile ahadi. Kwenye hii sura Ibrahimu akaingia pia, alipata changamoto, kukatokea mgogoro kati ya Sara na mjakazi wake Hajiri kwa sababu ya Ishmaeli. Ishmaeli akawa na mambo ambayo yakawa tishio, yani ule ugomvi wao Sara na mjakazi wake ukaendelea, na Sara aliamua kumfukuza tena yule binti na akaondoka na mtoto wake. Kwa hiyo yalitokea hayo mambo na yalikuwa mazuri. Lakini pia Ibrahimu mwenyewe alikuja kutimiza agano la tohara. Yeye mwenyewe akatahiriwa na Ishmaeli alitahiriwa pia. Kwenye hii sura tunaona ni mambo mazuri sana yaliyotokea. Kwa hiyo kwenye hii sura tunajifunza mambo yafuatayo ya msingi, mambo makubwa. La kwanza, Ibrahimu anapewa masharti ya kufanikiwa, kwamba uwe mkamilifu kwangu. Uwe mkamilifu kwa Mungu, sio kwa wanadamu. Wanadamu wana masharti mengi na magumu sana, lakini sio ya kimungu. Kwa hiyo uwe mkamilifu kwa Mungu. La pili, akaambiwa kwamba hatutaenda hivi bali tutasaini mkataba. Kutakuwa na makubaliano ambayo yana vipengele kimoja baada ya kingine kwa ajili ya mafanikio. Siku zote sisi pia tufanye agano. Fanya agano la kufanikiwa. Ongea na Mungu, andika pia kwenye daftari lako. Andika kabisa unataka kufanikiwa kwenye eneo gani, na unataka mafanikio ya kiwango gani. Halafu mwambie Mungu kile ambacho wewe utafanya ili kufikia hayo mafanikio. Na Mungu tayari, ukiangalia Biblia utaona alichokwisha sema ili uyafikie hayo mafanikio. Kwa mfano kwenye hii sura tayari tumeambiwa kupitia Ibrahimu aliambiwa awe mkamilifu mbele za Bwana. Jambo lingine ambalo tumeliona hapa, jina limebadilishwa ili kufikia malengo. Jina si jina tu. Jina lina maana kubwa sana. Jina ni utambulisho wako. Jina ni heshima yako. Jina ni umaarufu wako. Jina ni ukuu wako. Jina limebeba maana. Jina limebeba uzito. Jina linabeba mizimu na mambo mabaya pia. Jina linabeba madeni. Kama umechukua jina la mtu ambaye alikuwa anadaiwa sana, mtu alikuwa ana changamoto nyingi, utabeba na zile changamoto zake. Ndio maana majina kama sikujua, sikudhani, shida, bahati na mengine kama hayo. Kulikuwa na mtu anaitwa Shida, na shida zilikuwa ziondoki kwake. Kulikuwa na watu wana majina mabaya. Majina mabaya yanaendana na ubaya. Hapa tumeona Ibrahimu anaitwa Ibrahim badala ya Abraham. Sara anaitwa Sara badala ya Sarai. Yote yana maana. Tunaona Ishmaeli jina linatoka mbinguni. Kwa hiyo haya yote ni mema na ya msingi. Jali jina lako. Zingatia jina lako. Halafu kingine tumeona kwamba migogoro hutokea, na migogoro unaitatua kimungu pia, na utafanikiwa, utafika mbali. Wewe rudi kwa Mungu kila wakati. Mkumbuke Mungu kila wakati. Zingatia masharti ya mkataba wako na Mungu ili ufanikiwe. Usiwafuate wanadamu, usiwakopi wengine, bali zingatia maelekezo ya Mungu kutoka kwenye neno lake. Haya maelekezo ya Mungu yapo kwenye Biblia. Kwa mfano hii sura nimekuonyesha
vitu vilivyotokea. Na Ibrahimu hakuweza kuzuilika kiuchumi kwa sababu amezingatia vigezo na masharti alivyopewa yeye. Na wewe Mungu atakupa vigezo vyako na masharti yako kulingana na familia unayotoka, kulingana na nchi unayoishi, kulingana na taifa ulilopo, kulingana na mazingira yako. Mungu atakusaidia. Mungu akubariki sana.